Rugano rwa Doris Kawira kuma Meru niruo turamurika umuthi tabarira-ini ya njera-ini citu ari njera-ini nene ya atumia ya Rang'ata guku Nairobi. Uyu aninite miaka 10 njera. Nimetoka saidi za Meru. Kukuja huku nilikuja 012. Pia nilishikwa. Nilishikiwa kwetu Meru. Nikasafirishwa mpaka Mombasa. Huku nimekaa, huu ni mwaka wangu wa 10. Hapa bebe nilikuwa nimeshikiwa Meru, nikasafirishwa mpaka Mombasa, nikafanyia kesi Mombasa na nikafungiwa Mombasa. Nimekaa Mombasa, hapa sijakuja kitambo. Hapa nimekuja mwezi wa 9. Pia nimekuja hapa hivi. Uyu athitangirwo ihitia ria kuraga mundu, no acokire gwitetera na kuga ndendaga kuraga. Nilifungwa kifungo ya miaka 12 na nilifanya kesi ikiwa kesi ya mauaji, na baadaye ikashuka mwisho nikiwa judgment ikakuwa manslaughter. Nikafungwa na manslaughter miaka 12. Arauga utoro wa jela uthiete na mbere na kumurituhira. Miaka 10 kukaa jela si rahisi, ni ngumu sana. Na ni ngumu kwa mtu ambaye hakufikiria kutenda ama halitenda na kutarajia. Inakuwa ngumu sana kwa sababu wewe mwenyewe ukikaa hivi hauamini. Kwanza especially kesi ya kuua. Kama umeua mtu na uliua bila kujua ama hukutarajia kitu kama hiyo inaweza kufanyikia katika maisha yako, inakuwa jela ni ngumu. Kitambo uje ukubaliane na ile kifungo, unakuwa unapitia wakati mgumu. Ngumu inakuja kwa sababu hauna freedom, kitu ya kwanza. Kitu ya pili, kama mimi mahali nilipo kutoka nishikwe, sijawahi muona mtoto wangu. Na nilimwacha, niko na mtoto mmoja, nilimwacha. Sijawahi muona, hiyo ndio kitu kimoja inanipatianga stress sana. Kitu ya pili inanipa stress nyingine, kutoka nishikwe, wazazi wangu walishikwa na magonjwa. Naona yani walistuka, kama mamangu alistuka sana. Mpaka ikawa ameshikwa na pressure, ameshikwa na depression. Jela kitu ilishanifanyikia, nikashtuka na nikaona kama sitatoboa kifungo. Nilishashikwa na pressure, nikashindwa kugeuza shingo. Shingo yangu ikasimama na mimi nilikuwa sijui kama ni pressure. Sababu ile maisha napitia, sikufanya kitu kwa sababu sikutaka hata kuambia wazazi. Hata nikipata shida hapa jela sipendi kuambia, kwa sababu wale wazazi wangu ni roho mbili na mimi ni roho moja. Kwa hivyo afadhali niumie mimi peke yangu huku kuliko niwaambie shida zangu hapa wakae wakiwa na stress kule nyumbani. Giki nikio kiambiriria giake gia kuingira njera thutha wa kuma kwao mwena wa Meru na guthie Mombasa. Mimi Mombasa nilikuwa mwanabiashara, nilikuwa nauza nguo za watoto za mtumba. Nilikuwa nafanya hiyo biashara, ndio nilikuwa nauza mtumba huko Kongowea, Mombasa. Safari yangu ya kuingia jela, nilikuwa nimeolewa, nilikuwa na bwana na mtoto mmoja. Alafu ikakuwa 010 tukakosana na yeye. Mimi nikaseparate na yeye, nikakaa maisha yangu, nikaenda kutafuta maisha yangu na nikamwacha pia yeye anaendelea na maisha yake. Kihiko kiao kiagĩa na thĩna, macokire gũtwarana nginya igoti-inĩ nĩguo kũmenyekane ũrĩa mwana ekorerwo. Katika ile harakati ya kukaa kila mtu maisha yake, mimi nilikuwa nakaa na mtoto wangu. Lakini mara mingi ananipigia simu, ananisumbua, anataka ule mtoto, unaona. Za zingine tunaweza kutana akanipokonya, unaona, akaenda na yeye na mimi sitaki akae na yeye. Sasa mimi nikaamua kumpeleka kwa watoto. Kampeleka kwa FIDA pale Mombasa. Tukaenda tukaelewana, atachukua mtoto, mimi ndio nitakaa na mtoto mpaka wakati mtoto atafikisha miaka 18, na tukaelewana ya kwamba yeye ndiye atasomesha huyo mtoto
Na mimi pia tukagawanya yani mahitaji ya mtoto, kila mtu penye ataangalia mtoto, si ndio? Tukakaa hivyo mwaka wa 010, 011, kila mtu anakaa maisha yake, hakuna mtu anakaa pamoja na mwenzake. Yeye ako na maisha yake na mimi niko na maisha yangu. Mtoto ako pande? Mtoto ni mimi ndio niko na yeye. Wakati tukiachana alikuwa 1 year. Na huo wakati nimekuja kuingia jela alikuwa na 3 years. Katika hiyo harakati tukakaa tumeelewana kule kwa watoto vile tutaishi, ule vile tutaangalia mtoto. Yeye ameambiwa vile ataangalia mtoto, mimi pia nimeambiwa vile nitaangalia mtoto, kila mtu amepewa barua yake. Tukaishi 010, 011, 012. Mtoto akafika kwenda shule. Ngero ya uragani wametafaniria atia hihi? Ikiwa tarehe 10, 012 akanipigia simu asubuhi. Akaniambia mtoto amefikia kwenda shule na nitakuja kesho tumpeleke shule. Kama kweli akakuja, akanipigia simu akaniambia niko mahali fulani, ajui mahali naishi. Niko mahali fulani, njoo na mtoto tumpeleke shule. Mimi nikaenda na mtoto wangu. Nilikuwa niko kazini, nikaacha mama mwingine hapa akiniangalilia, mimi nikaenda. Kwenda nilimpata wako na mwanamke mwingine. Huyo mwanamke ako ndani ya gari yake, amepaki gari hapo kando ya shule. Mwanamke ako ndani ya gari na yeye akashuka. Aliponiona akashuka. Akazunguka mahali, akazunguka gari akakuja pande ile nilikuwa. Tulipokuwa tunaongea hatukuelewana katika kupeleka mtoto shule. Kwa sababu ile shule alikuwa anataka kupeleka mtoto sikupenda. Pale tukawa hatuelewani. Tunaongea vizuri lakini maongezi yake na yangu hayaelewani. Sasa ikakuwa akaniambia sasa kama umekataa mtoto aende shule itabidi nimchukue mimi nikakae na yeye nimpeleke shule nayotaka. Nikamwambia mtoto wangu bado ni mdogo na uwezi kuenda na yeye. Katika ile harakati tukiongea kule mwanamke akashuka kwa gari. Pale ndani ya gari alikuwa anakula maembe, apple, mango. Alikuwa anakula pale ndani ya gari na alikuwa na kisu. Aliposikiza kwa sababu mahali tunaongea anasikia vile tunaongea, tumesimama tu hapo kwa kioo. Anasikia venye tunaongea. Aliposikia venye tunaongea akasikia tuelewani, akatoka ndani ya gari na ile kisu na akaniambia kwamba niache kumsumbua bwanake, nitafute bwana mwingine apeleke mtoto shule. Hapo ndio ilitokea fujo. Kwa sababu ile kisu alikuwa nayo, alikuwa anataka kunidunga nayo. Na kusema ile ukweli, nashukuru Mungu sababu sikukufa. Na si eti pia nafurahia sababu alikufa. Kwa sababu mimi sijui nguvu ilitoka wapi. Katika ile harakati ya kungangana, kisu ikaanguka, mimi nikachukua. Na ilipochukua, kwa sababu niliona anainuka tena anakuja pande niko, nikamdunga. Leo no kwirira arerira na rikorwo ndioragire. Katika ile harakati nikimdunga, au bwana tulipokuwa atuelewani baba mtoto, sasa gari ilikuwa kwa gate kabisa, gate ya kuingia kwa shule. Yeye haliingia, kaingia kwa ofisi ya shule. Huyu alipoona huyu ameshuka, yeye aliingia ndani, akafungua gate akaingia ndani ya shule. Na alipoingia kumchungulia alienda akaingia kwa ofisi. Kuingia kwa ofisi mimi nikitoka hivi, ule mwanamke akaniattack. Akaniambia, wewe utaacha kusumbua bwanangu, utafute bwana mwingine akupelekee mtoto shule. Unaona? Mimi nilimwambia huyu ndio babake mtoto na ndiye atampeleka mtoto shule. From hapo nikakimbia. Na mtoto alikuwa hapo tu. Nikakimbia na nikaachanisha mtoto hapo na yeye, na ule baba mtoto naye alikuwa hapo ndani kwa shule. Sasa akitoka ndiye alipata ishafanyika venye imefanyika na mimi siko nimeenda. After hapo nilienda kama 10 months. Kwa sababu ilikuwa Januari tarehe 10 na nilikuja kushikwa 012 mwezi wa 10. Ndio nilikuja kushikwa.
Sababu mimi mwenyewe niliposikia ule mama amekufa nilistuka. Ulisikia na nani? Nilisikia na jirani mwingine alinipigia simu, naiba yangu ndiye alinipigia simu akaniambia kwamba ule mama amekufa. Mimi nilipokimbia, baba mtoto alichukua mtoto kwa sababu niliwasiliana na watu wake, wakaniambia kwamba amechukua mtoto na yeye ako na yeye. Alipochukua mtoto hapo sikuwahi kumuona tena. Huwa na regret sana sababu sikukaa hivi nikafikiria katika maisha yangu naweza kufanya kitu kama hiyo. Na pia inanipatianga stress sana kwa sababu ni kitu sikuwahi kupanga katika moyo wangu kama naweza fanya kitu kama hiyo. Unaona? Na saa zingine hata nikinaweza kukumbuka nikasikia kama machozi. Sababu sikuwahi kupanga katika maisha yangu kama na yeye, ama sikuwahi kulala hata nikaota nimeua mtu. Unaona? Mimi ningependa kuambia wale wamama ambao wako na watoto na unaona amuendani na mtu, mnakaa mkorofishana kila wakati. Kama uko na uwezo wa kuangalia mtoto wako, achana na wewe, achana na huyo mtu na uforward maisha yako na mtoto wako, uangalie maisha yako. Kwa sababu kama mimi ningekuwa najua huyu mtu singemfuatilia. Unaona? Ningeachana na yeye na niangalie maisha yangu na nisomeshe mtoto wangu mwenyewe, niangalie maisha ya mtoto wangu na niachane kufuatana na yeye. Na kama ingekuwa hivyo, I think singekuwa jela. Sababu hakuna mahali tungepitana na mtu, hakuna mahali tungekutana na yeye, kwa sababu mimi mwenyewe niko na maisha yangu na mtoto wangu namwangalia peke yangu. Lakini usaidizi hakuna sahi. Sahi niko jela, mtoto wangu sijaimuona. Hata sura yake nimesahau alikuwa anakaa aje, kwa sababu hiyo miaka nimekaa miaka mingi. Nilimwacha akiwa 3 years. Sahi ako 13 years. Sahi hata nikutane na yeye labda mtu aniambie ndio huyu, mimi mwenyewe siwezi mkumbuka. Na yeye ndio alikuwa anashughulikia. Mimi sikuwa eti nimepanga kwenda kufanya kitu kama hiyo, lakini na mimi nikikutana na yeye nilikuwa sijui kama wako wote. Maciaro ma wehia ni gikuo. Na maciaro ma wehia me gikuo, mundu ni abatara amenye maciaro maria araciara kana mbegu yothe mundu arahanda to ni akamigetha. Na njugi ati maundu maya maingi maroneka ni undu wa mundu guthie gukinyira ihoto ciake. Na njire mundu atiriri, riria mundu arahanda mbegu ri tiga gwitikira kumigetha. Na wa migetha ri menya mbegu yo igukinya kinyaha. Ni tondu tuonete andu aingi muno, mundu akagia ndugu na muthuri wene agacoka thutha ucio makagia mwana. No ni kwenda mundu yuri atiriri, iyo ndugu ugugiaga na mundu kana muthuri wene kana mutumia wene ri macungiririo mayo yuma ki kana nikio kwirigirire thutha wa kugia ndugu na mundu miaka 5 miaka 6 na ni muthuri wene ni uramenya thutha wa maundu maingi thutha wa guikarania ni mukagia mwana na mwagia mwana githi mwana ucio to nginya akikona mabataro. Kugu ni wega mundu kwirora muno mbegu iri urenda kuhanda tondu maciaro nimo mebata muno haria marigiririo tondu kirikiro kia ndeto kibata gukira kiambiriria. Menya kaundu kari ureka tha ici marigiririo magakumbiriria nako. Arauga ni athomete na riake na undu atangenda no gwika undu ungituma acoke jera. Experience yangu ile nimepata jela, kitu ya kwanza nimejua kusamehe. Kitu ya kwanza, kitu kingine pia nimejifundisha mambo mingi gerezani. Nimejifundisha vitu mingi ambapo ningekuwa pale raia zingejua vitu kama hizo. Nimejifundisha machine, pia nimesomea sheria, nimesomea paralegal, nimesomea kushona na machine, nimesomea kushona vitu mingi, sweta, vitambaa, vitu mingi nimejifundisha kushona hapa jela. Kusema ile ukweli, jela ni mahali ingine ngumu sana. Sana sana kwa wale wanaingia jela wamefanya kitu na hawakupanga kufanya. Unapata kifungo inakuwa ngumu kwako, unapata uko na stress, uone watoto wako, uone watu wako, uko na stress mingi. Kwa hivyo siwezi kutamani kurudi jela, wala kitu yoyote inaweza nifanya nirudi jela, siwezi enda raia kufanya. Ni uru muno mundu kuhuthira guoko gwake gwika uru. Guoko gwaku ukurore wega muno. Kana undu ucio wina uma naguo, kana nduri na uma naguo. We nduri ho wa gutwiria kana ni makana tima.
no ni wega kurora mundu akae kuoya guoko eke giko na guoko gwake na makiria bwana Kiberi andu angi moyaga moko mao mageka maundu na kinya thukuru ndare ya guoko na iguru gucokia kiuria no ni wega guoko gwaku kuhuthira na njira yagirire kuruta mawira maku maria magirire no ni wega muno uhuthire moko maku na njira yagirire. Na tuone mugunda na 350 na nyuki twina mugunda mwena wa